Habari yako mwanatiba, karibu tena katika chaneli yako pendwa, na leo utajifunza jinsi ya kuendelea kuzaa baada ya kutengeneza dawa yako ya kupanga uzazi ya asili. Jinsi ya kuendelea kuzaa baada ya kutengeneza dawa yako ya mpango wa uzazi ya asili, kuna njia mbili. Njia ya kwanza, endapo unataka kuzaa lakini hutaki kuiharibu ile dawa yako ya kupanga uzazi ya asili, utafanya hivi. Basi unachotakiwa kufanya ni kitu kidogo. Kile kibuyu ulikuwa unakiweka kichwa chini miguu juu ili usizae. Basi sasa hivi unatakiwa kubadilisha kamba na kibuyu hicho uwe unakining'iniza kiwe kinasimama kawaida kama kinavyosimamaga. Kwa kufanya hivyo, basi utafanya shughuli zako za kufanya uzalianaji, kisha utapata mimba kama kawaida. Ukishapata mimba yako, usirudi tena kukiweka kichwa chini miguu juu kile kibuyu. Ukishapata mimba yako, kile kibuyu kiache hivyo hivyo kimesimama wima mpaka utakapozaa. Endapo utarudi tena kukichukua kile kibuyu chako kukigeuza kichwa chini miguu juu baada ya kupata mimba, hapo utakuwa umefunga mimba, na mimba hiyo hutozaa. Ina uwezo wa kukaa hata miaka 2 bila kuzaa. Kwa hiyo basi kuwa makini sana unapokigeuza kile kibuyu, ukiache hivyo hivyo mpaka uzae. Ukishazaa basi kama unataka kuzuia tena uzazi, utakirudisha kichwa chini miguu juu. Hiyo ni njia ya kwanza. Tunakuja kwenye njia ya pili. Endapo unataka kuharibu kabisa njia hii, kwamba we umeolewa au unataka kufungulia sasa ni kuzaa tu, hakuna cha kupanga uzazi wala nini, siku zile za hatari we utazivumilia. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kukichukua kibuyu chako kwa umakini kabisa. Ukisha kichukua, hatua ya kwanza unayotakiwa kuifanya, utazungumza maneno yafuatayo. Utakishika kwa mikono miwili, utakisimamisha. Utasema, ni mimi mwenye tumbo hili, na kuanzia sasa wewe dawa, ninafungua uzazi wangu urudi kawaida kama jinsi nilivyozaliwa. Baada hapo utachukua mkasi, utakata ule ushanga uliopo kwenye kifuniko cha kile kibuyu. Ukishakata ule ushanga uliopo kwenye kifuniko cha kile kibuyu, ndipo utashika ule mfuniko na kusema hivi, sasa nafungua tumbo langu niendelee kuzaa kama kawaida. Utafungua kile kifuniko. Kisha fungua, utakwenda jalalani. Usichome moto, fuata maelekezo. Hata kama itachomwa moto, sio wewe atakayechoma, awe ni mtu mwingine. Nenda jalalani wanapotupa uchafu. Toa kile kitambaa kilichomo ndani ya hicho kibuyu, kitambaa hicho kitupwe jalalani. Kikisha tupwa jalalani, ule mfuniko wa hicho kibuyu utupe mbali kabisa. Baada ya hapo, kile kibuyu kipasue vizuri sana na chenyewe ukitupe. Hongera, hapo utakuwa umemaliza kutegua mtego huu wa kuzuia mayai yako yasipevuke kwa njia ya asili. Njia hii ni nzuri sana. Kwanza inakusaidia unakuwa comfortable, husikii kichefuchefu, hujisikii vibaya, hunenepi hovyo hovyo, haubadiliki mfumo wako wa hedhi, wala hautumii gharama kubwa. Unajua vitu kama hivi, si kila mtu anajua kuhesabu kalenda kwamba hizi ni siku salama, siku za hatari. Na hata yule anayejua kuhesabu, kuna muda mambo huwa yanavurugika, siku zinachanganyana au ratiba zinawachanganya, wanajisahau. Sasa basi usiingie kwenye zoruba la kutoa mimba. Wasichana wanatoa mimba sana na wanakufa kweli kweli. Paka kuna mmoja alifariki, nikawaza nikasema, laiti kama labda ningilikuwa nimefundisha kitu kama hiki, ingeepusha vifo, ingeepusha mimba za kuto kutegemea, ingeepusha pia gharama za utoaji wa mimba. Umeona? Pia ingeepusha magonjwa.
magonjwa mengi sana yanasababishwa na vitu vya kuzuia uzazi. Unakuta mwingine mayai hayapevuki milele na milele. Historia yake alitumiaga sijui dawa za uzazi wa mpango. Unakuta mwingine ananenepa ovyo ovyo. Aisee, kwa kweli usiruhusu kufikia stage ya kutoa mimba. Kama unajielewa, usiruhusu kufikia stage ya kutoa mimba. Narudia tena, kama unajielewa, usiruhusu kufikia hatua ya kutoa mimba. Hiyo hatua ni mbaya sana. Pia kama unajielewa, usipende kutumia hivyo vipitu, kuchoma sindano, kuweka vijiti, vina madhara. Ubaya wa Mwafrika, unapomwambia madhara, yeye anataka madhara ya hapo hapo. Aisee, saizi kuzaa kunaenda kwa mipango, hawazaagi tu. Ukizaa bila mpango, hiyo hali itakusumbua wewe mwenyewe. Kwa hiyo basi, mfano umepata mimba na haukupanga, hiyo inaweza kusababisha utoe mimba. Sasa msifike huko tafadhalini, kwa kweli msifike huko, mnahatarisha maisha yenu. Si bora mtumie njia hizi. Njia hii ni rahisi kabisa. Njia rahisi sana na njia laini ni hizi. Njia zisizo na madhara. Basi mimi nimeongea. Mwenye masikio haambiwi sikia, mwenye macho haambiwi ona. Machaguzi sasa yamebaki ni wewe tu. Utachagua kuendelea kutumia njia zenye madhara, sawa. Hata baadaye ukitoa mimba, sawa. Lakini nimetoa dawa hii kubwa, na mimi nimechagua hii kwa sababu hii ni the best. Zipo nyingi za asili za kufanya hivi, lakini zingine huaga inaweza ikatokea mtu akapata mimba. Lakini hii ukipiga hii aisee, umefunga. Hainaga bahati mbaya hii. Alafu haiharibiki hovyo. Ukipiga hii umefunga. Kwa hiyo kwa kweli niseme na nisisitize, kwa kweli usifikie hatua ya kutoa mimba. Usifikie hatua ya kujimezea pitu mara kwa mara. Gharama inakugharimu. We mara kwa mara unakunywa pitu. Haya, kichefuchefu, unasikia vichefuchefu. Haya, mvurugiko wa hedhi, yani mtu unashindwa kutulia kwenye siku zako kama jinsi alivyopanga Mungu, unakuta eti zinazidi eti. Au mtu unajikuta siku za salama ni chache. Yani we ukimaliza bleed unakaa siku 5 unaanza tena bleed. Ukimaliza siku 5 unaanza tena bleed. Aisee, we unakuwa ni mtu au unakuwa ni kitu cha namna gani? Jiongeze. Msiangamie kwa kukosa maarifa. Maarifa yapo, watu walitumia na mambo yakaenda vizuri. Hujawahi kukuta watu au mzee ana watoto, unakuta mzee ana watoto 10 na watoto hao wanapishana miaka 5 wote. Unajua walitumia nini? Basi walitumia hii nayo kuambia mimi. Haki ya Mungu na kuapia, hii ndio salama na nzuri. Njia ya uzazi wa mpango ya asili yenye nguvu na yenye uhakika ndiyo hii. Basi Mwanatiba, karibu tena katika chaneli yako hii pendwa. Uendelee kujifunza katika vipindi vifuatavyo. Na pia kama utahitaji mawasiliano ya WhatsApp, basi namba ni hiyo hapo chini.